Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na rehema nyingi zende kwa kipenzi cha umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, ni leo nataka niwape darasa linalohusiana na masala mazima ya nyota kwa undani. Achana zile nyota zinazopeana zile juu zile unaambiwa achana hiyo. Nyota kwa undani zaidi. Na leo nataka nidadavue nyota ya kwanza. Burujil ula, nyota ya kwanza. Na mimi natumia kitabu hiki cha Abu Ma'shar al-Falaki al-Kabir. Nadhani wabobezi wa mambo haya watakuwa nanielewa. Na hii haiongopi. Hii ni zaidi ya ramli unaopigiwa. Hii ni zaidi ya ramli ambayo unaopigiwa. So hii inaeleza juu ya milango yako yote ya kimaisha. Kuanzia masala mazima riziki, kazi, utafutaji wako, mke, maisha yako atakuja kuwa. Hii hapa Abu Ma'shar al-Falaki al-Kabir. Leo tunaiangalia nyota ya kwanza. Na hii tunaambiwa huwa burujil hamal. Nayo ni nyota hamal, kwa Kiswahili nasema ni kondoo. Nayo ni buruji ya kondoo. Wal mirikhi, na ni buruji ya mirikhi. Wa huwa nabun, yenye asili ya moto. Qala al-Hakimi fi sha'ra amesema hakimu ambaye ni Abu Ma'shar. Kwa hiyo buruji ya kwanza ni buruji al-hamal, ni buruji ya kondoo, au kwa Kiingereza tunaita ni Aries. Hizi ni zodiac sign. Tunaambiwa hiyo ni kama nilivyoambia, ni buruji, anasema hiyo ni buruji ya kwanza, nayo ni punda. Na mirikhi, na ni mirikhi, nayo ni buruji ya moto. Amesema mwanachuoni buruji hiyo ina shairi. Tabia ya buruji hii, ama tabia ya hiyo nyota ya buruji ya kwanza ni moto. Ni moto. Kwa hiyo ngoja tuiangalie hii buruji ya kwanza ambayo ni buruji ya hamal, ama buruji ya kondoo. Wenzetu walienda shule wanaita buruji ya Aries. Aries. Aries hiyo buruji ya kondoo. Nataka tuidadavue tuione ni buruji inatuambia nini. Haya, sasa hapa kwenye kuangalia hizi buruji, kila nyota moja hapa ndio inabidi tuwe makini, msije mkaona maswala nyota ni uongo. Haya ni maisha yako binafsi. Sitaki nikulipulia ama nikakongopea nikakuharibia mazima juu ufahamu wako wa masala ya nyota. Kwenye kila buruji moja ina wajihi 3, ina nyuso 3. Kwenye kila buruji moja ina wajihi 3. Kuna wale ambao nasema kwamba nyota iliyochomoza wakati unazaliwa, kuna nyota iliyochomoza wakati unapewa jina, na nyota iliyochomoza wakati nasemaga nini zile jua, nyota ya jua. Sasa hebu tuangalie huu uso wa kwanza katika nyota ya hamal, ama nyota ya punda, ama kondoo, ama nyota ya Aries. Wanaambiwa ukimwangalia mtu wa nyota hii katika uso wa Zohar. Hapa tumeanza na Zohar. Uso wa kwanza ni Zohar. Amesema mwanachuoni atakuwa ni mtu alibarikiwa mtoto wa halali, ni mvumilivu kwa atakayompata na hofu. Kwa hiyo uso wa kwanza kwenye hii nyota ya hamal ama ya punda, tunaambiwa mtu atakuja kubarikiwa mtoto mwanachuoni mwenye kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kujua Qur'ani. Lakini huyo mtu huyo mwenye nyota hamal ama ya punda atakuwa ni mvumilivu kwa atakayompata na zile hofu, basi atakuwa ni mvumilivu. Kumbuka hapa tunaangalia uso wa kwanza.
Tunaambiwa mtu huyo anapenda watu na anapenda sehemu zenye vichekesho ama furaha na ngoma. Anapenda huyo mtu muziki, na hana bahati na ana bahati katika jamii ya watu na wageni. Ni kheri kwake kuliko watu wa karibu. Kwa huyo kumbe bahati yake ipo kwa watu wa kigeni, yani wageni. Huyu akienda ugenini bwana, huyo alhamdulillah anakirimiwa vizuri sana. Hana shida huyo mtu, popote anaweza akakaa. Lakini tunaambiwa ndio bora kwake kuliko watu wake wa karibu. Kwa sababu hawa watu ambao hafahamiani nao ndio ambao wanamfanyia yeye wema. Tunaambiwa kuliko watu wake wa karibu, kama nilivyosema hapo awali, na ni mtu mwenye cheo na ana kheri nyingi. Kwa hiyo popote atakapoenda yeye atakuwa na cheo na atakuwa na kheri nyingi. Lakini naambiwa mwenye matendo mazuri, hana matendo mabaya mtu huyu. Alizaliwa katika uso wa Zohari, ama alikuwa katika uso wa Zohari, wajihil ula, wajihi wa kwanza. Anawafanyia watu mazuri, tena mazuri hayo watu wasio wa karibu yake. Na watu kwake wamegawanyika, wapo wenye mapenzi kwake na wapo wenye kumchukia. Humpata uzito wa mambo na humjia wepesi, na humjia dhiki, humpata dhiki na humjia faraja, na afya na ugonjwa, na hali moja hazidumu kwa muda kwa mtu huyo. Kwa hapa mpaka hapa nadhani itakuwa sihitaji kuelezea sana kwenye uso wa kwanza. Anasema mwanachuoni wa hekima, mtu mwenye nyota hii anahofiwa sana. Angalia sasa mlango wake wa maradhi. Anahofiwa maradhi ya kichwa na pressure, anakuwa na maradhi ya moyo. Na kingine shambulio humpata kutoka kichwani mpaka kwenye nyayo zake, na anakuwa kwenye kufadhaika. Anakuwa mwenye kufadhaika, asielewa kinachoendelea kutokana na maumivu ya kichwa. Kwa mtu huyu ukimwangalia mara nyingi maradhi yake ni haya niliyaeleza. Anaweza akawa anashangaa kwa nini labda kichwa kinamuuma sana. Pengine anaweza akasema merogwa, kumbe hapana, ni maradhi ambayo ni asili katika nyota yake. Kwa hiyo utaki kushangaa kabisa ukijikuta upo katika hali hiyo. Lakini unaweza ukajikuta mwenye kufadhaika kutokana na ile hali ya maradhi. Unaweza ukasikia labda ganzi kuanzia miguuni au kitu kama hiko, yani ubaridi kuanzia juu mpaka chini, unakuwa unafadhaika. Tambua hiyo ni asili ya maradhi katika nyota yako. Na anapolala akiamka anakuwa mwenye kuyumba, na hatua za kurukaruka, mwili mzito. Na sababu ya hilo sasa, kwa sababu gani anakuwa katika hatua hizo za wajina nambie kwa nini anakuwa sasa mtu mwenye kuyumba yumba? Kwa nini mtu anakuwa mwenye kuyumba yumba? Kwa sababu huyu mtu inaonekana aliwahi kumwaga maji ya moto katika sehemu iliyohamwa, ama aliwasha moto katika tanuri ama sehemu ya kuwasha moto akiwa utupu, uchi. Wakamshukia viumbe watembea usiku au wakao makaburini, wakampulizia katika uso wake, wakamsababishia maradhi hayo akiwa udogo, katika udogo wake. Ndipo maradhi haya yalipokuja kumwanzia. Amesema mwanachuoni mwenye hekima, unapotaka sasa kumopoa mtu wa sampuli hii na hali hiyo, basi kuna aya fulani hivi za kinga zinaandikwa juu yake, ama kasam, ili kuweza kumopoa mtu huyo. Huo ni uso wa kwanza. Tuangalie uso wa pili. Sheikh anatuambia mwenye kuangalia ama kumwangalia mtu wa nyota hii katika uso wa pili, sasa unakuwa ni uso wa mushtara. Amesema mwanachuoni wa elimu ya hikma, mtu mwenye nyota hii akizaliwa au ukimwangalia wakati wa mushtara, yani saa aliyozaliwa. Sasa saa aliyozaliwa tunazungumza mushtara.
wakati wa buruji hamal ndio buruji ya siku, na buruji hamal ndio buruji ya siku, na iliyozaliwa ni saa ya mushtara. Mtu huyo ataoa mke mmoja. Huyo mtu ataoa mke mmoja, inahofiwa kuwa na maneno na majuto na umbea na maneno ya kumbana na tabu ya kugeuka kati yake na wanawake, na hasa kwa mwanamke aliye karibu naye au anayeshirikiana naye. Atapata shida kwa sababu yake, tena shida kubwa, na jambo hilo litazidi mpaka itatokea kati yao kuachana. Na huenda jambo baya ambalo litavunja mshikamano, na kutakuwa na chuki na kutokaribiana. Utadhihiri uadui kwa sababu ya wingi wa maadui zake. Sasa huyu mtu kumbe tunakuja kuona kwamba atakuwa na wengi maadui. Kwa hiyo uadui utadhihiri katika ndoa yao mpaka tafika kipindi wanaachana. Na litadhihiri jicho la hadaa ama jicho la ulaghai, na mwanamke atakataa na mwanamke atataka kuvunja ndoa. Kwa hiyo hapa ndoa itakuja kuvunjwa na nani? Na mwanamke ndio atakuwa mwenye kuhangaika ili ndoa ife. Lakini mwanaume atataka kuimarisha ndoa. Huyu mwenye nyota ya hamal atataka kuimarisha ndoa, lakini mwenzake atataka kuvunja ndoa. Lakini na atakuwa akimsimulia mambo mabaya, na atamuongelea kwa watu kwa kutoa sifa zake kwa ubaya, lakini yeye ni mwenye matendo mazuri na Allah ndiye anayejua zaidi. Kwa hiyo mke wako atakuwa anakutolea sifa mbaya, ila Allah ndiye anajua zaidi. Hapa tunakuja kuangalia wajihi thalithu ambao tunakuja kuhitimisha hapa uso wa tatu. Min nadhara ilayhi al-mirikhi qala al-hakimi yakhafu alayhi min al-intiqal. Ngoja tuachane na Kiarabu twende kwenye Kiswahili. Uso wa tatu, mwenye kuangalia, ukimwangalia mtu wa nyota hii katika kaukab ya Mirikhi, amesema hakimu, mtu mwenye nyota hii katika kaukab ya Mirikhi, huyu anakuja kukaa kwenye Mirikhi, huyu atakuwa ni mtu wa kuhamahama. Mwenye nyota ya punda, lakini sifa yake itakuwa ni kuhamahama. Naelewa inahofiwa kwake kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na huenda kikamtoka kitu katika mkono wake ama akapoteza, na atajutia juu ya iko ambacho amekipoteza. Sasa unaambiwa itatokea hali ya majuto kwa yale yaliyopita. Hana budi kushughulikia mitihani yake na taabu ya vizuizi vyake ambavyo sababu yake mtu amepotea au anaumwa au amesafiri au kitu kimepotea, anahangaika nacho, lakini akiba zake zipo salama. Labda umehifadhi fedha, una vitu umevihifadhi juu ya akiba yako. Pamoja na yote yanayotokea akiba zako bado zitakuwa zipo salama, na muunganiko utapatikana, na mpenzi wataungana, na ataona mapenzi na mawada kwa watu na kwa anayempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini naambia litatokea tukio litakalozidisha fitina, na kwa aliye mpenzi atageuka adui. Kwa wale ambao wanakupenda wewe ndio atakuwa maadui zako baadaye. Sasa hapa mapenzi atajijenga, lakini itakuja kutokea fitina baadaye. Hii fitina ndiyo itakokuja kufanya hawa wenye kukupenda kuwa maadui. Pamoja na hayo, inahofiwa utakuwa wewe una mfalme wa kijini. Basi unapotaka kuwa na nusura, kuna aya fulani zinaandikwa ili uweze kunusurika na hayo. Kumbaka hapo unakuwa nimechambua nyota hii ya punda ama ya Aries katika nyuso zote tatu. Sasa tunataka tuangalie zile general characteristic ama zile tabia za ujumla za nyota hii ya Aries ama nyota hii ya punda ama ya kondoo ama nyota ya Hama. Nafikiri post inayofuata nitaelezea sasa general characteristic ama tabia za jumla za nyota hii ya Hama. Tukutane katika darasa lijalo. Langu jina niite Maalim Kaomba. Unaweza ukanitafuta
TikTok kule andika Dr. Kawambwa ama Dr. Kawambwa. Facebook kule nina account yangu inaitwa Shifau wa Rahma. Shifau wa Rahma, unaweza kanifollow pale. Hali kadhalika au ukiingia kwenye YouTube pia andika tu pale, ingia YouTube afandika Dr. Kawambwa, utakuwa mwenye kunipata. Yangu namba 0782053020, 0782053020. Pia na group la WhatsApp, namba ni hiyo, unaweza kutuma neno niunge nami nikakuunga. Inshallah tukutane katika madarasa yajayo.